Watu wengi wanajihisi wenye hatia. Unajikuta uko kwenye ndoa, unampenda mkeo au mumeo, lakini ghafla jina la mtu wa zamani linapita kichwani, au unajikuta unaota ndoto inayomhusu. Swali linakuja, je, mimi ni msaliti? Mbona nimeshamwacha muda mrefu? Leo nataka nikuondolee hiyo hatia. Kisayansi, kumsahau mtu uliyempenda kwa dhati sio kazi ya kufuta kama unavyofuta picha kwenye simu. Kuna ramani imechorwa kwenye ubongo wako ambayo haifutiki kirahisi. Leo nitakupa sababu 4 za kisayansi kwa nini huyo mtu bado yumo kichwani mwako. 1. Ramani ya mishipa ya ubongo, neural pathways. Unapompenda mtu kwa muda mrefu, ubongo wako unatengeneza njia za mishipa ya fahamu ambazo ni imara sana. Kila mara mlipocheka pamoja, mliposhikana mikono au mlipopitia magumu, ubongo wako ulikuwa unachora njia hizo. Hata kama mahusiano yaliisha, zile njia bado zipo kwenye ubongo wako. Mfano, ni kama njia ya miguu iliyopitika kwa miaka 10 kuelekea mtoni. Hata mto ukikauka na watu waache kupita, ile njia itabaki inaonekana kwa miaka mingi kabla nyasi hazijaota na kuifunika kabisa. Jua tu, kukumbuka sio kupenda. Ni ubongo wako tu unajikumbusha barabara uliowahi kuipita sana. Jambo la pili, dawa ya kulevya inayoitwa dopamine. Mapenzi ya dhati yanazalisha kiasi kikubwa cha kichocheo cha dopamine, homoni ya furaha na uraibu. Ukiwa na huyo mtu, ubongo wako ulikuwa unapata dozi kubwa ya dopamine. Mkiachana, ubongo unakaa kwenye hali ya withdrawal, hali yanayopata mlevi anapoacha pombe ghafla. Hata kama sasa hivi una mpenzi mwingine, kumbukumbu ya ile dozi ya kwanza ya dhati inabaki kama kipimo cha furaha. Jambo la tatu, athari ya Zeigarnik, the Zeigarnik effect. Hii ni kanuni ya kisaikolojia inayosema kuwa ubongo wa binadamu una tabia ya kukumbuka zaidi mambo yaliyobaki njia panda kuliko yaliyokamilika. Mahusiano mengi ya zamani yaliisha kwa maumivu, maswali yasiyo na majibu au mipango ambayo haikutimia. Tulitaka kuoana, tulitaka kujenga. Ubongo wako unaona hayo mahusiano kama faili lililo wazi ambalo halijafungwa. Mfano, ni kama ulianza kujenga nyumba, ukabaki kwenye lenta, kisha ukaacha na kwenda kuanza nyingine. Kila ukipita karibu na ile ya kwanza, lazima ugeuke kuitazama kwa sababu haikuisha. Jambo la 4, sehemu ya ubongo inayoitwa limbic system. Hii ni sehemu ya ubongo inayohusika na hisia na harufu. Hapa ndipo kumbukumbu za kihisia zinapohifadhiwa milele. Sayansi yake, harufu ya perfume, wimbo fulani au hata jina la mtaa vinaweza kuamsha limbic system na kukupa hisia zile zile ulizokuwa nazo miaka 10 iliyopita ndani ya sekunde moja. Mfano, unapita sehemu unasikia wimbo wa Diamond wa mwaka 2015, ghafla unajikuta unamfikiria ex wako. Sio kwamba unamtaka leo, bali ni alamu ya ubongo imepigwa na ule wimbo. Nimalizie kukusema kitu kimoja cha muhimu. Kukumbuka sio usaliti. Kuwa na kumbukumbu ya mtu wa zamani haimaanishi humpendi mkeo, mumeo au mpenzi wa sasa. Inamaanisha tu kuwa wewe ni binadamu na una ubongo unaofanya kazi vizuri. Tatizo sio kumbukumbu. Tatizo ni kama unaruhusu hiyo kumbukumbu iharibu furaha yako ya leo. Usijihukumu kwa hisia zinazopita, bali jidhibiti kwa maamuzi unayofanya leo. Ubongo una maktaba kubwa ya maisha yako. Yule wa zamani ni kitabu kimoja kati ya vingi. Mfunge na uendelee kuandika kitabu kipya na mpenzi wako wa sasa. Je, wewe unajikuta unamkumbuka nani leo na imepita miaka mingapi? Niandikie hapo chini kwenye comment. Mimi ni Dr. Mahinda. Nitapita kusoma na kukupa siri ya namna ya kuishi na hizo kumbukumbu bila kuumia. Usisahau kusubscribe kwenye Saikolojia ya Maisha. Like video hii kama imekutoa hatia moyoni mwako leo.